cha urais wa Young Africans. Kiufupi, kiongozi mkubwa wa Yanga katoka upande wa uwekezaji. Kiufupi yani yeye ana uchungu na hela za uwekezaji kwa sababu katoka mfumo wake yeye. Hata baba Gonza kipindi yupo Simba, baba katoka upande wa Mo na ndio maana ana uchungu na hela za Mo. Lakini hao watu walio kuepo, tajiri akitoa hela hawana uchungu nazo. Hela zinatembea tu, hazieleweki tu. Mchezaji wanakuja wanaenda kutuletea Jobe, wanaacha mchezaji na kutuletea si Jobe. Haya, tumemsikia mchezaji, tumemtaka wa kwanza kwenda kumpa hela. Mchezaji wa kwanza tumemtaka sisi msimu huu. Yanga shatupiga KO kwa shaondoka naye. Sio siri, Yanga shaondoka naye. Alafu mimi kinachoniuma, tuna tajiri namba moja. Tajiri namba moja kugugo Mo. Alafu kwa nini wanatuzidi wanamchukua mchezaji? Kiufupi, Simba haina watu wa mpira. Siku zote mimi ukiniambia timu Simba msimu huu imefeli uwanjani, quality kwanza na kudharau, na yani wewe hujui mpira. Na kama kuna mchambuzi wote anakubali kwamba Simba eti imefeli kwa quality ya uwanjani, wewe mpira hujui. Simba haijakosa ubingwa kwa quality. Hauwezekani useme eti Simba ina quality, imecheza finali ya kafu. Simba ina quality, inaenda kucheza finali mechi ya mwisho na Yanga, Simba akishinda anakuwa bingwa, unasema ina quality. Ina wachezaji watatu na 10 plus magoli, unasema Simba ina quality. Simba imezidiwa upande wa maandalizi. Yani kiufupi, Yanga amechukua ubingwa kwa ubora wa viongozi wao, wanajua propaganda za kuchukua makombe. Yani Yanga amechukua ubingwa kwa ubora wa viongozi, sio quality ya uwanjani. Unamkumbuka marehemu ndio kwa anaweza propaganda. Yule engineer mimi nahisi mtoto wa marehemu. Yule engineer wa Yanga, yule ni mtoto wa Aspopu, sura yake nzuri lakini moyo wake wa Aspopu. Wewe kama fitina wanazoleta hizi. Sisi Simba tumezidiwa na Yanga nje ya uwanja, sio ndani. Timu inacheza vizuri. Yani Simba ina mapungufu sehemu ndogo, mbele strike force basi kumtafuta striker namba 9 wa maana ndio shida ya Simba. Lakini sio kwenye quality, ni uongo, ni kichaka wanachojificha. Tufanye quality. So wanasema quality, tukubali kweli viongozi mnasema quality. Hawa wachezaji kaleta nani? Sasa kulaumiwa nyinyi. Quality waleta wachezaji nani? Yani kiufupi hakuna sema atajificha, wakikimbilia kwenye ubora wa wachezaji wao ndio wameleta wachezaji wabovu, wakisema sijui nini. Yani kila sehemu wao ndio wana matatizo. Watupishe, watuachie Simba yetu. Sisi ni mashabiki wa Simba, sio mashabiki wa watu. Viongozi mpishe. Kutupisha sio dhambi, kupisha sasa yani unapisha maendeleo. Yani kujiuzuru sio dhambi, ni kupisha maendeleo. Sisi tunataka Simba yetu iendelee. Chukua nafasi ya 5 Afrika. Tuone nafasi yetu ya 5 ina nguvu gani. Wewe unakuwa nafasi ya 5 Afrika, Yanga anakufunga mara 5. Nafasi ya 5 timu namba 10 na ngapi sio Yanga anakufunga mara 5 mfululizo. Nafasi ya 5 ubingwa uchukui. Alafu tukongelea masuala ya ubingwa anakuambia tumecheza finali. Finali sio malengo ya timu. Finali ni hatua. Tumetoka hatua moja tumeenda hatua nyingine. Timu kubwa, target kubwa ni kuchukua vikombe. Msijifiche kwenye kichanga cha finali. Finali sio malengo ya timu. Karibu mzee wangu bwana. Sije ngalia. Na wengine wote bodi nao wote wajiuzuru, hawafai. Katika maisha yangu tangu miaka ya 70 chini huko, nimekuta wenye viti wengi hata tukiwa wadogo wakati ule wako kina mzee Kimwaga wamepita kina mzee Mwilima, wamepita kina mzee Kavinga, wamepita kina mzee Ngonya, wamepita kina Shikamkono, wamepita kina Juma Salum, wamepita kina Dalali. Sijawahi kuona tumechagua mwenyekiti mbovu kama huyu wa safari hii. Tuna mwenyekiti mbovu kabisa, mbovu kabisa. Hafai kuwa kwenye mpira. Sio mtu wa mpira. Huwezi kuwa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba unafungwa mara 5 na Yanga. Na ukiangalia watu waliokuwa upande ule wa Yanga, sio watu wa mpira kivile wewe kushindana nao. Kama mwenyekiti kule uko tafu. Sio kufungwa mara 5. Sasa tunachomwambia ajiuzuru. Yeye na wajumbe wake wote wachagua, akina Masudi, sio akina Dauta nani, wote wajiuzuru. Hawafai. Tunachosema kama watakataa kujiuzuru, wana Simba ni kitu kimoja tu. Simba Day hakuna kwenda kwenye Simba Day. Kwenye mechi za ligi hakuna kwenda na kugoma mpaka ajiuzuru. Basi msimamo ndio huo. Na hata jezi hakuna kununua. Kwanza mpaka ajiuzuru. Wana Simba Tanzania nzima. Kwanza ajiuzuru ndio sisi tuendelee na mambo yetu. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunaumia kila siku. Sisi tunafungwa na Yanga. Tena kila rahisi tumatusi kama hivi. Aviola, sio nani tunaitwa. Tunatukana tu yani. Sawa, mmeona tajana Alikamwe amezungumza kwamba kuna mchezaji sisi tumekwenda sisi wameongea naye, wamepita, wao wameshapita naye. Kiongozi afuatilie timu.
Kiongozi haendi hata kwenye mazoezi. Kiongozi hata kwenye mechi zinazochezwa nyingi kama mwenyekiti hayupo. Mwenyekiti kweli wa timu. Na wajumbe wake wamekalia wao bishana tu. Wamekalia kuvaa suti kwenda kwenye vikao za kupiga pesa za Simba. Leo anatoka anasema mniambie mimi kosa langu nini? Kufungwa mara 5 kosa hilo. Hiyo mara 5 kufungwa mara 5 na Yanga. Kama mwenyekiti mwenye kujielewa, una machungu na Simba, unajiuzuru kwamba sikuwatendea haki wana Simba. Kwa sababu alikuja alitembea na ilani hizi 3. Wakati anaomba kula. Alitembea na ilani ya kwanza kwamba mkinichagua mtahakikisha kwamba hatufungu tena na Yanga mpaka naondoka madarakani. Ameferi. La pili alitembea kwamba mkinichagua swala la uwekezaji nina funguo zote za ofisi za serikali mimi ninazo. Hata saa 8 usiku mkinituma document nitakwenda tasaini uwekezaji. Matokeo yake uwekezaji ndio kwanza amekuja kuudidimiza. Matokeo yake ndio kwanza anakuja kutengeneza chuki na mwekezaji. Mwenyekiti. Matokeo yake ilani ya 3 alisema kwamba mkinichagua nitahakikisha nitarudisha umoja ndani ya Simba. Sawa. Na wale wote ambao hawajapata kadi tangu enzi akina Kabulu na akina Eveva, kuna watu wamelipia. Mimi akiwa mwanachama wangu mmoja mzee Katwila mpaka leo hajapata kadi yake. Kwamba zile kadi zote zitatolewa. Lakini mpaka leo hakuna kadi iliyotolewa. Matokeo yake na mashine kahodhi anayo nyumbani kwake. Kanyang'anywa mtu aitia nayo yeye. Sasa hatujui kama anawakatia kadi watu wa Yanga wajiingize huku kuja kutuumiza. Maana hicho kitu. Kwa sababu kwa hili inaonekana kabisa. Sisi tumwambie kazi wale mtuma Yanga amefanikiwa kutufunga mara 5. Tulikuwa bado tujastuka, sasa hivi tumeshtuka. Lakini kazi hii ya pili ambayo inayochonganisha kwa kumchonganisha mwekezaji Mo atoke, hii hata faulu. Hii hata faulu, tunamwambia hata faulu. Au kawaambie hata Yanga kawaambie kwamba kwa kazi hii wenye Simba wamesema sitafaulu. Ili Mo aondoke ili pengine alete mwekezaji. Nani anaitwa Salah sio? Tukuletea Salah sio nini Salah? Salah mtu kijiji msiwa nini tuletee huko. Anawaita baadhi ya matawi anayochukua anakwenda nao pale au akina Shabani wampila pesa. Shabani anauchungulia na Simba. Akipewa 100,000 pale Gwambina anaanza kuleta maneno ya uongo. Sasa atuache. Tunaomba Mangungu na bodi yake ajiuzuru. Sawa, kama wataendelea kungangania wana Simba maagizo yetu na msimamo wetu. Hakuna kwenda kununua jezi, hakuna kwenda kwenye Simba Day, hakuna kwenda viwanjani. Ajiuzuru kwanza. Lakini tukao tunakwenda viwanjani, tunanunua jezi, ataendelea tuna hao mabogazi tu. Sisi tunafungwa tunalia. Tunafungwa tunalia. Unakwenda kusema tio Mo hatoi pesa. Mo ametoa pesa Jumatatu na zilipa pesa zote za bonus na mishahara. Wachezaji hawakupewa. Amekwenda Dodoma. Mpira una sheria zake. Mpira una kanuni zake. Mpira unaendeshwa kwa sheria za FIFA. Hauendeshwi kwa sheria za nchi. Alipotoka Dodoma alitaka turudishie wenyewe timu. Aturudishie wenyewe Simba. Jamani kule kuna hivi tumeitwa Dodoma. Mechi itakuwa icho tarehe 25, mnasemaje? Sasa atusikilize sisi wenye Simba. Kafanya ujeuri, kaipeleka timu kama ya familia yake, tumekwenda kufungwa tena mara 5 pale. Sasa sisi wa nini huyo? Kama anatuzao, kama alikuja kuomba kula mikono nyuma, leo yuko mikono mbele. Jeuri, anakuja anasema eti kuna watu wanapiga kelele hata kununua chumvi hawawezi. Kununua chumvi hawawezi. Watu wanakwenda viwanjani pale. Wanalipa viingilio kwa sababu ya timu. Hata mtu akitoa shilingi 5,000 yake, hata shilingi 3,000 yake, sikachangia timu, wanataka anunue chumvi ipi? Anunue chumvi ipi? Anayoitaka yeye. Au tununue chumvi tupeleke nyumbani kwake kwa mkewe. Pengine ajue tumenunua chumvi. Pengine ajue tumenunua. Asituteke jeli bwana, asituteke jeli kabisa. Asituteke jeli atuli kwake. Alikuja Simba kaomba, tukampa kula. Na kama tumempa kula, basi atuheshimu. Na asikilize maoni ya wengi. Kiongozi aliye bora anasikiliza maoni ya wengi. Kama watu wakisema wewe basi pumzika. Kwa nini watu wao wananilalamikia? Kama nilikwenda niliwaomba. Na sasa hivi wananiambia nipumzike. Basi hapa kuna kasoro. Kwa amani tu ajiuzuru. Yeye na bodi yote jiuzuru. Wajumbe wote wajiuzuru. Tuanze upya. Kwa sababu wanamsakama Mo kusudi ili kwa sababu ya kutaka kumleta mtu wao. Mwenyekiti kama kuna message imeniingia. Mwenyekiti Mangungu amemtumia message muda huu. Anaambia ndugu wanahabari, Mwenyekiti Mangungu ametumia message mdau ananiambia ulikuja kuomba msamaha kwangu, unarudia yale na kutakia kila heri. Maana yake anataka kunifungia. Mimi labda niwaambie kitu. Sasa hivi nani? Mwenyekiti Mangungu niko tayari alifungie, aninyang'anye kadi, nisiwe mwanachama na anifuta kabisa sio mwanachama. Huyo kubali kufungwa na Yanga mara 5 mfululizo.
Hatuna bingwa. Hakubali mtu. Tumechoka. Hata kubali mtu. Message hapa kabisa sasa. Message. Na hawezi kufungia nani? Amfungie nani? Akifungia mtu atabuluzwa mahakamani tu. Atabuluzwa tu, amfungie mtu na hata mfuta mtu. Simba yataondoka, sisi atatuacha na Simba. Wanachama atatuacha na Simba. Hatuombi chochote. Yango ndio hayo.